One more time again, Standard of Heaven Ministry. I was somewhere when God gives me this vision. Nilikuwa katika maono, nikaona kundi kubwa la vijana wamekaa ndani ya gereza, lakini wamejawa na furaha. Nilikuwa katika maono tu, nikaona kundi kubwa la vijana wamekaa ndani ya gereza, lakini wamejawa na furaha. Nikajiuliza maswali mengi sana, nikakosa majibu. Nikawaona wengine wananena kwa lugha kwenye madhabahu, wengine walikuwa wakiimba vizuri, wengine walikuwa wakitoa na sadaka tu, wengine walikuwa wakipiga na injili tu. Nyuma ya pazia siko madhabahu, ilo gereza likanitoa machozi. Kumbe Shetani amewabana kwenye eneo dogo tu, vijana wa kiume, yani masturbation, na wale wa kike nao wanatumia matunda. Vijana wa kiume, yani masturbation, na wale wa kike nao wanatumia matunda. Wafanye huru Yesu, waweke huru Kristo, wafanye huru Bwana, waweke huru Bwana, wafanye huru Yesu, waweke huru Kristo, wafanye huru Yesu, waweke huru. Jesus set them free, da 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 da, make them free. Jesus set them free, make them free. Bwana wafanye huru Yesu, waweke huru Bwana, wafanye huru Yesu, waweke huru. Haleluya, umestahili sifa. Niko ambaye niko. Vijana wa kwako wanaangamia na hakuna wa kusema acha, hakuna wa kusema nyamaza. Ni kweli umewapa vipawa, wananena kwa lugha, wanaimba, wanakutukuza kwa vipawa mbalimbali, lakini Ibilisi amekamata kwa habari ya fahamu za kwao katika kifungo cha kujiridhisha kingono wao wenyewe. Bwana wafanye huru Yesu, waweke huru Bwana, wafanye huru Yesu, waweke huru Bwana, wafanye huru Yesu, waweke huru Bwana, wafanye huru, waweke huru tena Yesu, waweke huru Bwana, wafanye huru Bwana, wafanye huru Yesu, waweke huru Bwana, wafanye huru Bwana, wafanye huru. Fungua hizo nira Yesu, waweke huru. Fungua ufahamu Bwana, wafanye huru Yesu. In the name of Jesus, Father, Son and Holy Spirit,
Make them free. I pray for this and upcoming Jesus, generation. set them free. I pray for the sisters and the brothers. Make them free. I pray for those who are in marriage Jesus, system. set them free. Doesn't matter whatever you have married, Make them but you have the habit of masturbation, and you look your wife as an empty oily plastic without knowing that you are breaking the spiritual bandage with your wife and creating the new ones, which is demonic relationship. Let me tell you, my brother, we know you are a good singer, a good prayer, even you speak in tongues, but demons have been caught you in the spirit of masturbation. Turn into your way, and this is the voice of one crying in the wilderness. Prepare the way of the Lord, make his path straight. I speak honestly as the ambassador of the heathen. Oh, change, rebuke on yourself, redeem on yourself, and I proclaim all the demonic power to set you free. Oh, Jesus. And you sisters, we know you are a vegan. You never know about men, but your bedroom testify you have no longer a virginity at all. But remember, nothing never hide in this world, because one day people will know of our deadness. Make them free. Yesu waweke huru. Bwana wafanye huru. Uhuru wako. Yesu waweke huru. Milele yote. Bwana wafanye huru. Make them free. Yesu waweke huru. Praise you, Jesus. Bwana wafanye huru. Yesu waweke huru. Bwana waweke huru. Bwana wafanye huru. Yesu wafanye huru. Yesu waweke huru. Lakini kumezuka ugonjwa kwa vijana wa sasa kuchukua sheria za mkononi. Ibadani ni safi, ana akili smarti, tatizo sheria za mkononi. Muimbaji mzuri, ana sauti nzuri, tatizo sheria za mkononi. Ananena kwa lugha, anaimba vizuri, lakini sheria za mkononi. Acha sheria za mkononi, acha sheria za mkononi, acha sheria za mkononi, acha sheria za mkononi. Lakini kumezuka ugonjwa kwa vijana wa sasa kuchukua sheria za mkononi. Lakini kumezuka ugonjwa kwa vijana wa sasa kuchukua sheria za mkononi. Hizo sheria za mkononi. Hizo sheria. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 38 kuanzia mstari wa 6 hadi wa 10, inaeleza ya kwamba Yuda akamwoza mke Eli, mzaliwa wake wa kwanza, na jina lake huyo mke ni Tamari. Naye Eli, mzaliwa wa kwanza wa Yuda, alikuwa mbaya machoni pa Bwana, na Bwana akamuua. Yuda akamwambia Onani, uingie kwa mke wa nduguyo ukamwoe, ukamwinulie nduguyo uzao. Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake. Ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye, akamwagia chini asimpe nduguye uzao. Neno hilo alilolifanya likawa baya machoni pa Bwana. Basi Bwana akamuua yeye naye. Je, unajua ni kwa nini Mungu alimuua Onani? Si kwa sababu alimnyima uzao nduguye, la hasha. Hii ni kwa sababu alikwenda kurutubisha uzao wa majini yafananayo na binadamu kuzimu, baada ya kitendo chake cha kumwagia chini. Je, unajua ya kwamba mbegu ya mwanaume inapotupwa mahali popote inaweza kurutubisha kiumbe? Ndivyo inavyotokea kwa kijana wangu unapojichua na kumwaga mbegu zako chini. Amini kuwa wakati wa masturbation huja chini mwanamke na kikombe mkononi mwake. Yeye huzitwaa mbegu hizo na kuzipeleka kuzimu, na huko hutengenezwa viumbe ambao huwa na tabia sawa na binadamu, lakini wenye roho ya kishetani. Hivyo huwa na nguvu kubwa ya kushawishi binadamu kutenda dhambi kama vile zinaa, uasherati, mauaji, kiburi na uasi wa namna mbalimbali.
Masturbation ni zaidi ya kansa, ni zaidi ya uasherati, ni zaidi ya ukimwi, ni zaidi ya ugonjwa wowote unaojua katika ulimwengu wa mwili na ule ulimwengu wa roho. Acha kufanya kazi moja na shetani. Unapojichua unamsaidia shetani kazi, unamtengenezea majeshi ambayo ni hatari kwa wateule wa Mungu, unamtengenezea majeshi ambayo ni hatari katika ufalme wa Mungu. Acha kumsaidia shetani kazi. Change from today, na kuanzia leo I pray, be delivered. Funguka katika jina la Yesu. Kataa huo utumwa, kataa hayo mateso, kataa kuwa silaha ya shetani, kataa in Jesus name. Anarudi Yesu, anakuja Yesu. This is the last trumpet. Jesus is coming back. It is the second coming of Jesus. Amen.